Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndugu zangu nyote mlioko diaspora na ndugu zangu nyote mlioko Mombasa County. Jana tumetamaushwa na viongozi wetu ambao wameuza vyama vyao kwa chama cha UDA, ati wasema wanaungana, watakuwa kuna nguvu, pande nzima itakuwa ni UDA. Hiyo ni urongo. UDA haina nguvu. Kama viongozi ni kina Hassan Sarai, basi failure. Sisi tuwaambia Kingi wauza chama chako kwa shilingi 500. Wale wenzio mliunda nao chama chapa kina Ibrahim Babangida, kina Albaiti, mbona hukuwahusisha? Wewe wasema mmehusisha wapwani. Mpwani gani ulimhusisha Kingi? Kingi iko chama ni chako cha Makayamba. Ni chama cha Makayamba. Hata wabunge wako waliwahi kuitwa State House. Kina Gonzirai wote wale wapaa walikuwa kwa hawataki, lakini walilazimishwa waungane waingie wapi? Kwa serikali. Kwa hiyo Kingi, nyinyi ndio mule huu mwambao, kwa sababu mwambao ulikuwa kwa ujitenge kitambo toka 1963. Yale 1963 sasa Kingi ndio wayaregesha tena. Waturegesha tena kule kwa dhiki. Kwa hiyo Amason Kingi na viongozi kina Mvurya hamuelewi huu mwambao watu wataka waendelee kiasi gani. Leo Mombasa ndio sehemu maskini. Mngekuwa na chama, tungekuwa na bargaining power, tungedai haki zetu. Lakini nyinyi hamuna, mwangalia matumbo yenu. Kingi, Mvurya, Sarai, nyinyi mfalia. Kwa hiyo mimi sioni wewe, nyinyi wapeni pesa hao wabunge MMCA wauze sera za UDA. Pesa watu watakula, na UDA mimi nahakikisha hakuna kiti mtakachopata. Hakuna kiti mtakachopata UDA, kwa sababu ODM watachukua viti na ndugu zetu wa Wiper watachukua viti, lakini UDA mimi nawaambia labda Bamburi ama Kisauni ndio watachukua kwa ndugu yetu Anwar. Make mimi niliona jana picha zake pale anavyoshangiliwa katika uwanja wa Mbaraki. Kwa hiyo Anwar ana nguvu kwa upande wa Kisauni, lakini kwingine kote failure. Paka MMCA ndani ya Mombasa hamna. Tena hatutaki mwekezoni na nyinyi tutawabwaga. Kama gavana ni Sarai, hakuna kitu chochote mtakachofaulu. Mimi nawahakikishia. Sisi tuko mashinani, hakuna kitu mtakachopata. Nyinyi hamupigi mahesabu tu. Wale wampitisha William Ruto ni Mount Kenya boss. Nyinyi mnakura gani nyinyi kina Kingi? Nyinyi hamujielewi mwenda njia gani? Ati sisi tuingia kwa serikali hatufaidisha nyinyi, haifaidishi raia. Raia wenu ni maskini. Nyinyi mwafaidisha nini? Mwafaidika nyinyi? Kingi ulipata vyao, ulipata ndugu zako, kina Libaiti wako wapi? Wewe Kingi vipi boss? Wacha kutuchezea akili. Kingi nakwambia umeua umwambao. Toka Ngala na wewe waendeleza masala yale ya Ngala. Kulia mjini. Kwa hivyo Kingi wewe ni failure, Sarai failure, Mvurya failure. Hamutusaidii lolote nyinyi. Kitu kingine mimi nimetamaushwa na kauli za watu Mombasa. Ati Civilizer amefutwa na mheshimiwa governor. Si ugatuzi. Ende kule Luonyanza na yeye kwa Urengo, kwa nani kule kaunti zao, na yeye apewe kazi kule. Hii nafasi ya Civilizer apewe mtu mwingine hapa Mombasa. Si mtu sijui kila mmoja na kaunti yake, hawa na kaunti yao Civilizer. Si alikuwa ameanguka Shuda huyu. Alishindwa na Samiri Balo, akashindwa na Samba, mheshimiwa Samba alimshinda Civilizer. Akashindwa na Samiri Balo. Shuda. Sasa Civilizer ni broker tu. Kwa hiyo pia naye yuko hapa Mombasa kutafuta kula. Lakini msituambie gavana amembwaga, sijui Civilizer enda katafuta kazi. Yule jamaa alikuwa kwa bodyguard wa Raila saliletwa hapa. Mbona mkumbeleka kule kazini? Luonyanza sisi kwa kaunti pia kule kama Mombasa. Msitulete gavana, msimamo ni huo. Huyu jamaa anakuwa anatumikia Harub. Kwa hiyo Harub mwenyewe kimya. Anajua Civilizer amefanya makosa. Kwa hiyo sisi tunamwambia gavana, mtimue huyo. Huyo Civilizer mtimue. Kwa hivyo sisi tunataka kuona utendakazi. Lakini msituletee gavana tutamwonyesha. Utamwonyesha nini wewe? Wewe utamwonyesha, kaonyesha kule Kisumu mkaonyeshe.
Mkaonyeshe zile akaunti zenu, si Mombasa. Mombasa pia kuna watu kuna wenyewe. Tunataka 75% Mombasa. Sio muja hapa, mtoke kule muja hapa mseme kwa vile ni chama cha ODM. Wewe hakuna cha chama. Twaenda na 75%. Tena gavana futa mwingine hapo. Hata waziri futa. Usitulete mambo sijui civilizer, civilizer, who is civilizer? Who? Usitulete bana, huyu jamaa hafai. Mimi namwambia mheshimiwa gavana, tunahitaji State of the Nation ya county government ya Mombasa. Kwa sababu tunataka kujua miradi ya county, madeni ya county, na ulituambia mheshimiwa gavana kila baada ya miezi mitatu tutakuja kwa idhaa radio station kutuelezea namna ya county inavyoenda. Lakini mheshimiwa gavana, tunaona hapa kuna filifinyange. Tunahitaji kujua miradi yetu ya Mombasa. Itisha press, itisha State of the Nation of County Government of Mombasa. Mheshimiwa gavana, hii mheshimiwa gavana ni haki yetu. Sio mtuambie kina Mbarale ECD zimekwama. Tunahitaji kujua hii ni haki yetu mheshimiwa gavana. Si haki yako wala waficha nini sasa mheshimiwa gavana. Kwa hivyo tunahitaji State of the Nation of County Government of Mombasa. Tujue miradi yetu na tunadaiwa na kina nani, ama kuna madeni. Hii ndio tunataka kujua mheshimiwa gavana. Hatuna vita na wewe. Kitu kingine mimi nawaambia ndugu zanguni, lazima ndugu zetu wa Lamu, yale yaliyotokea Lamu, mheshimiwa Albaiti, yale lazima muzungumze na vijana wenu na wazazi wenzenu. Mheshimiwa Albaiti, mkomeshe yale mauaji ndani ya Lamu, kwa sababu ni aibu. Nyote ni Waislamu. Chuki za jadi na jadi, kwa nini zisikome ndani ya Lamu? Mimi naomba mheshimiwa Albaiti, mheshimiwa Yusuf Abubakar, mheshimiwa Nanamote, waheshimiwa nyote kina Ruwaida, mkae chini na jamii yenu msuluhishe hili tatizo. Ni aibu kama sisi kuyasikia masala yale ya Lamu yanayotokea. Hatuoni jamii nyinginezo masala yale. Kwa hiyo nafikiri kilio hiki mheshimiwa Albaiti utakisikia na utakifanyia kazi. Mimi na imani wewe ni mchapa kazi mheshimiwa Albaiti. Utalifanyia kazi hili jambo na utapata suluhu. Mimi na imani wewe ni mchapa kazi. Kitu kingine mimi nawaambia ndugu zanguni kwamba leo tunaambiwa habari ya mafuta. Ndugu yetu Mutungwa alituambia juzi katika press akiwa na Sarai hakuna upungufu wa mafuta. Huu ni nini? Ndio nikawaambia UDA warongo. Mutungwa ataka useneta na huku yuatueleza sisi urongo. Huyu hafai kwa kiongozi Mutungwa. Kama Mutungwa yuaja kwa press akwambia kuna shortage ya mafuta, leo tunaona petrol station nyingi kuna upungufu wa mafuta. Sasa Mutungwa wewe mrongo. Mimi nawaambia ndugu zanguni, mtu aliyefanya kazi UDA hakuna mtu kama Hamisi Mwaguya. Hamisi Mwaguya amejitahidi, lakini kura zake zilikuwa chache, lakini Hamisi Mwaguya alichapa kazi katika UDA na hazungumzi urongo. Yuzungumza amali ambapo yaweza, atakwambia hawezi. Lakini leo Mutungwa anaja kwa press atuambia urongo. Sasa leo atuambia urongo, hujapata useneta. Ukipata useneta Mutungwa, tutakwenda kule Makueni wewe, utuzungumzie ukiwa Makueni. Mutungwa hafai. Ndio nikawaambia Mutungwa Sarai group moja ya matapeli. Mutungwa hazungumzi ukweli. Leo atuambia baada ya mafuta na kuna shortage ya mafuta Mutungwa. Ndio nikawaambia hii ni siri ya serikali, wanaelewa mafuta. Wanaochukua hii scandal ya mafuta wanaielewa. Kwa hiyo mimi nawaambia wana Kisauni, msipoteze rada. Kiongozi ni Anwar. Mvita. Tunawaambia Mvita kuna kazi kubwa sana. Bado na peruzi. Lakini mimi nawaambia ndugu zanguni, lazima wanamvita mujue viongozi wazuri. Wenye hata kama kiongozi hana nini lakini yuwasaidia jamii, huyo mchagueni. Lakini mimi nawaambia wana Kisauni sub county, jueni kuchagua mbunge ambaye atawafaa na anajali vijana, anajali kina mama, na kiongozi mwenyewe ni Anwar. Anwar mchapakazi jamani. Anwar ndio mchapakazi. Mimi nimeona jana vile watu wanavyomshangilia na vijana wanavyomshangilia kwa sababu anafungua vijana, anawapatia kazi, vijana anawafungulia biashara. Sasa nyinyi mtaka nini?
Ati ndio mimi namwambia Mheshimiwa Hassan Sarai, kama huyu kijana utamwacha Anwar, hamutapata kidada kimoja ndani ya Mombasa. Mimi nakuhakikishia Mheshimiwa Sarai, kwa sababu Sarai wewe utaanguka. Alafu unasimama jaji kwa Mheshimiwa Abdul Samad one time. Wewe huna hata one time, hata nusu one time wewe. Sarai wewe sijaona, nadhani narejelea tena. Sioni wa kumtoa Mheshimiwa Abdul Samad, sioni. Sarai hizo zako ni propaganda. Propagandas. Sarai wewe ni wa one time. Wewe hata ukasimama na jiwe, Sarai jiwe litashinda. Sarai ukasimama na chapati, chapati itashinda. Kwa hivyo Sarai wewe huna ukweli wala hutetee mtu yoyote, waangalia tumbo lako. Ukija hapa ujipige picha na watu wakuzungushe. Kwa hiyo Sarai wewe pack and go. Shukran sana.